There is this argument yenye hata imepelekwa kwa koti whereby wanasema Philomena Mwilu had no authority to elect to choose the 3 judges when you make decision about the deputy president, former deputy president. And now your argument ikipitishwa because hata imeenda kwa koti, they have to revisit. And I think that's why Gachagua ako so much kwa Martha Koome. Anashinda akimtetea. Alafu question nyingine ni mbona inafanyika saa hii Gachagua amepata chama? Haya, it is boiling. It is boiling. Mimi naona kuna watu watabaki mdomo wazi. Hiyo president watu tu akisema hata kuwa president. Haya, okay. Wacha tuachie hapo. Unasikia sasa, kulingana na Court of Appeal tuko na 2 deputy presidents. Yani hivyo tu ndio vile walisema. Sasa mazee, ile story iko hapa hivi ni ati Rigathi Gachagua kuna kesi mazee yenye aliwin huko hivyo kwa Court of Appeal. Na hiyo kesi ilikuangaaje that ile 3 judge bench enye ilifanyanga kesi yake mazee wakati alikuwa anachujwa haikuanga imechaguliwa vizuri. Okay, ile story kwa hapa hivi mazee ni ati wakati Gachagua alimpichiangwa sasa finally mpaka kwa Senate, kuna majudges wenye walifaa kuchaguliwa kusikiza kesi yake pande ya Kanairo, lakini shikilia hapo hivyo Kanairo. Huko hivyo pande ya Kerogoya kulikuanga na wengine wenye walipelekanga petition wakasema that kitu ya kwanza swearing in ya Kithure Kindiki ishikiliwe kwanza, isi happen. Kitu ya pili, hiyo decision yenye Senate ilimake ya kusema Gachagua achujwe isifuatwe. Unanipata? Sasa turudi pande ya Kanairo. Sasa ukivi pande ya Kanairo, Martha Koome mwenye ndio Chief Justice alikuwa ameenda pande za Mayolo. Na hapa hivi Kanairo lazima a 3 judge bench ingechaguliwa ndio isikize hii mambo ya Gachagua bana inaenda namna gani. Unanipata? Sasa Philomena Mwilu huyu ni DCJ, Deputy Chief Justice, akachagua 3 judge bench. Na hiyo 3 judge bench kulingana na timu ya kina Gachagua na watu walikuwa wana argue about hiyo story ya nani ndio mwenye anafaa kuchagua judge bench yenye itasikiza kesi za watu. Sasa kumbe unasikia mazee, hiyo role kulingana na article 165. Watu wangu wenye mmesoma mazee sheria mtaniambia ni point 4 ama hiyo ni article 4. Wewe jua tu ni article 165 mazee inapatia hiyo power ya kuchaguanga judge bench mazee inapatiwa tu to only the CJ, only the Chief Justice. Na hiyo power mazee hakuna vile inaweza kafanywa nini ikashariwa. So kitu ya kwanza unafaa ujue ni ati by Philomena Mwilu kuchagua hii 3 judge bench already alikuwa ngashaba violate the constitution. So inamaanisha that anything enye itasikizwa tena hiyo kesi itaanza tena fresh. So kitu inafaa ku happen mazee in the next 14 days ni Gachagua anafaa patiwe judges wengine 3 ama wote wenye Martha Koome atasikia anafaa mpatie but ni a minimum of 3. Sasa hao wenye atapatiwa watasikiza hii kesi fresh na wataisikiza fresh mazee kutoka kwa ile story ya court orders zenye zilikuwa pande ya Kerogoya. Ukumbuke Kerogoya walitoanga court order wakasema that Kithure Kindiki asiapishwe. Lakini huku hivi pande ya Kanairo ama judges 3 wenye Philomena alichaguanga na cheki ni akina Anthony, kuna Ogola na kuna Freda. Unacheki hao wenye walichaguliwa mazee wakalift hiyo court order na hivyo ndio vile Kindiki akajipata akiapishwa. So saizi sasa vile Court of Appeal imesema ati hao majudges walikosea, inamaanisha that kesi imerudi from the word go tukiwa pande ya Kerogoya. Sijui kuna cheki. So kitu hiko hapa hivi mazee ni ati Gachagua vile alikuwa anasema that ako confident lazima atakuwa mazee kwa next election, ni lazima atakuweko. Sasa hebu naulize, Gachagua akishaachiliwa hivi vile ameachiliwa na now that ameachiliwa hii kesi yake ishaisha, so Gachagua atavai president. Nakumbuka alisema anataka kuwa president na Gachagua vile mimi namcheki hakuna vile anaweza kubali kubaka mtu mwingine kama yeye mwenyewe anaweza kuwa na chance. Uangani mbaya. Ama ni tactics za kudivide side ya kina Gachagua, sababu sasa hii kitu bana hii imeaffect equation mzima mpaka kesho Gachagua kama hakuwa aende church. Saizi najua tu Dorcas kwa hapo ni pasi tu. Breaking news and good news to Rigiji Gachagua. The Court of Appeal wamesema Mwilu had no powers to appoint the judicial bench yenye ilisikiza kesi yake ama kesi ya Gachagua. It's a very good news to Rigiji. It's a breath to Rigiji. But remember, kuna video nilitengeneza asubuhi and I said something what they are trying to do and they are planning to do.
Kama ukuiona, enda uiangalia hapo nyuma. But it's a good thing. At least tumejua hii kesi iliendeshwa kinyume cha sheria. So their idea was just kufukuza Gachagua kutoka kwa serikali. Hawakuwa na story nyingine. Ndio sababu wakaenda usiku wa manane wakatafuta Mwiru, wakati Koome alikuwa sijui ilisemekana alikuwa nje, sijui ilikuwa kweli ama ni uongo. But wanatafuta, kuna wenye wanatafuta wavunje ile muungano kwa Munyoro, na hawata succeed. Hata wakikilia Gachagua ninajua ata remain na agenda yake ya ku make that man a one-term president. Wanajaribu kila kitu, either wamlete kwa serikali, wabomoe huko na wamrudishe kwa serikali, sijui nini. Ukisikia wengine wakisema sijui handshakes, but kazi bure. Mount Kenya will remain with their venye walipanga, venye waliamua, hivyo ndivyo wata remain. Nataka unisikize sana kwa makini Rigathi Gachagua. Chenye naenda kukuambia hapa ni muhimu sana. Sababu si kila mtu anaweza kuambia. Rigiji ulitolewa kwa serikali. You were impeached by William Ruto and his team, all this regime. Rigiji, nataka nikuambie, government has tested waters. Wamepata venye walikuwa wamefikiria sivyo. Wamepata we ni mtu uko na uzawishi mkubwa sana kwa taifa, more especially a constituency that controls, or a region that controls significant votes. From the time you were impeached, there is damage that was caused to this regime. For that reason, Ruto and his regime have decided to find a way they can handle you. Wamejaribu kwenda Mount Kenya kufanya inroads, wakajaribu kumleta Kindiki, is not working. Wakajaribu kuleta Kabogo, Lee Kinyanjui, Mutahi Kagwe, new cabinet secretaries from that region to their government, it's not working. Wamekama wakapeana handouts, wakamobilize watu, wakapromise so many projects to Mount Kenya. It has not worked. They have now gone to a legal process. Ile mesi walifanya ya kuimpeach, again wakaenda kotini. Venye ulienda kotini pale wakatumia tena the judiciary to deal with you, wamerudi pale. Usione hiyo judgment yenye imetoka from the court of appeal ukasherekea. Hiyo it can be Ruto na hii regime wamepitia hiyo njia. Watafute njia ya ku-neutralize. Again, you belong to that government. You know, politically speaking, this is political managed exercise. I don't see this judgment to be genuine. I see it being used for political scores. So Rigiji, politically where you are standing today is best going forward. Make a president, whether Matiang'i or Kalonzo Musyoka, then from there deal with that issue later after 2027. Lakini sasa hivi ukirudi kwa William Ruto ama hiyo government ya William Ruto, it will worsen because they can use it as a platform to kick you out or to do away with you. They might use it again as a platform to cool the political temperatures in the country, Ruto to look for a re-election. If you get back to government, Ruto will have won. Because chenye wamekupangia, si venye unaweza ione eti Mungu ametuonekania. God of course is exposing them. That Gachagua was a strong guy, was a pillar in the political story of William Ruto. When they tried to undermine you, it has come to prove that Gachagua was one of the pillars Ruto had in 2022. Now, sababu mejulikana, hiyo court of appeal yenye mesema CJ Mwilu
Deputy CJ Mwilu, Philomena Mwilu, was illegally reconstituted the panel isikize kesi ya impeachment. Wamesema it was illegal. It means Gachagua still is in office when we use the legal platform. But as much as CJ Mwilu amesema hayo, usiyachukulie positive. Accept and move on. Kubali wewe, you were impeached illegally. And the people of Kenya knew this. Chat your way. Put your team in place. Ruto is feeling the heat from your camp. Sababu wameshindwa, wamejaribu kutafuta ile mbinu ya wakurudishe. Lakini hiyo kurudisha kwao, wewe kurudi kwao is not genuine. So be very, very careful with such a judgment. Don't rush. Take time. Consult. Getting back to this government will be one of the worst mistakes ever Gachagua you'll do. Because these people, they have ill intentions against you. So for me, I'm advising you the best way, proceed with your activities. And that's the truth. Rigiji has been cleared to vie. Apparently, the court has decided that what DCJ Mwilu did was against the constitution. Yes, the removal of Rigiji, we have always maintained, was a massacre to our constitution. Money was poured, threats were made, it was unconstitutional. So we are happy that now we the people of the mountain have a candidate that has been cleared to vie. In fact, Kindiki is in office illegally. We need to see what happens after there, because we can't just remain that way. Something has to be done in terms of the constitution, and Kindiki being there unconstitutionally. But what is important and I'm happy about is Rigiji has been cleared to vie. Our guy can vie. And by the way, I want to applaud the Kisses for supporting their own. Charity begins at home. Kisses, nobody should gaslight you at your being tribal for supporting Matiang'i. I want to applaud the Kambas for upholding and supporting their son Kalonzo. Charity begins at home. I want to applaud the Kalenjins. You've done an awesome job kushikilia mtoto wenyu hata akipigwa, because it's supposed to be like that. Charity begins at home. That is not tribalism. I also want to applaud my brothers and sisters from Mulima, the Merus, the Embus, the Kikuyus, the Dharakanidis, and the Kirinyagas. And your watu wa Mulima, I want to applaud you for supporting your son Rigiji, because that is it's supposed to be like that. Charity begins at home. Politics is a game of numbers. Let everybody consolidate their block, tupatane huko mbele, tujue nani anachukua serikali, anakuja na kura ngapi. Yes, feel proud for supporting your very own. You're not tribal for supporting your own. It is supposed to be like that. Charity begins at home. Wega umana musie yana geria kayo, na siye musiege koyo ine stereo kafi. Thayo is a good thing.